Na unadhani wasanii wenyewe wanajua their rights? They don't know. Ndio wanashikwa na depression hizo, mtu ana spend pesa mingi, mtu anauza hata half a acre kwao huko. Naenda ukaimba na Chris Brown so long as you are from Kenya. Maselebu wengi wanaishi maisha ya kufake. Yaani unavyowaona mtandaoni sivyo walivyo kwenye maisha yao halisi. Fake it until you make it. There are so many people they fake it and they died anyway. Because you're faking it, so maybe una fake kwa in a wrong place ama at a wrong place, una fake mahali ambapo sipo, unamalizwa. I don't believe in faking. Sijai fake maisha. Ati you fake it, you fake until you make it. Sio wote wame make it, wengi wali perish. Kwa hivyo haina haja ya kufake maisha yako mtandaoni huku unaishi sijui vipi. Mimi naingia live TikTok hapa, napika, nafanya nini, naingia live kwa room yangu hapa na nini, watu wanaona vile naishi. Yes, nalipa 10,000, 10,000. Hiyo ndio yenye naweza. According to the music industry, Kenyan music industry, it doesn't pay much. Kwa hivyo naisha. Kwa hivyo sina haja ya kwenda Nyali kwa rafiki yangu, ama nimeitwa na mtoto wa kike, ama nimeitwa kutoka shoot video kwa building fulani ya mtu, tena nianze kusema yeah, this is me. This is not you. So sijai fake man. I don't believe in faking. Msanii kufanikiwa anafaa awe na vitu gani ambavyo vinaweza vikamfanya sasa, ama kwa mfano wewe ingekuwa ni kutengeneza label, unaweza chagua msanii ambaye ana vigezo gani? Msanii lazima awe creative. We are creatives. So lazima mtu awe creative. Awe versatility, anabadilika. Huwezi imba tu kitu kimoja tu siku zote. Watu wako wengi, unaangalia current situation, unaangalia kuna nini, unaingia studio unaimba tu kitu yenye inaendelea tu kwa sasa hivi. Si hizi za ku trend hizi. Sijui risasi ya mguzi, you know, those are nonsense. Vitu muhimu vya maisha. Sometimes unaingia unaangalia jamii inaishi vipi. Unaimba tu kuhusu jamii. Kama nilivyoimba ukinicheat na kucheat. People are cheating too much. Yeah, na ngoma imeenda. That's it. Kwa naangalia tu kigezo kikubwa ni hicho tu, kwamba mtu awe mzuri, versatile na ajue nini anafanya. Si ajue anaingia kwa lebo apate pesa. No. Tunaangalia mshahara kabla ya pesa, kabla ya kazi. Hiyo ndio tunakosea hapo. Lazima uangalie kazi kabla ya mshahara. Kwa haya malalamishi ya huyu msanii ajui kuandika, anaandikiwa, hii huwa inakaa vipi kwa msanii? Hapana, msanii mzuri ni yule anayejua kuimba, sio kuandika. Kuandika watu wanaandikiwa miaka mingi sana. Msanii ajue kuimba tu, awe anajua kuimba na anajua akisimama hivi kwa crowd akishika microphone, hata live band anaimba, watu wanaenjoy. Huyo ndio msanii. Either ameandikiwa ama amejiandikia. Huyo ni msanii. Msanii akisimama kwa jukwaa, akiinua mkono, akitoa sauti kidogo hata kama kwa chini hivi, watu wanashangilia. Huyo ndio msanii. Athari za kuandikiwa ni gani? Athari za kuandikiwa, hakuna athari za kuandikiwa. Kwa sababu huwezi imba kitu hujui. Umeandikiwa kitu unajua. So ni yale tu. Tunarudi pale pale. Hakuna athari za kuandikiwa. Okay, kulingana na tofauti ya wasanii ya kitambo na sasa hivi, ni kitu gani ambacho unakipenda kwenye hii generation ya sasa hivi? Kitu ambacho nakipenda kwenye generation ya sasa hivi ni kwamba kila mtu ako na smartphone na kila mtu ako na Google, ako na YouTube. So ni rahisi sana kusambaza muziki wako watu waone. Sio lazima radio ama TV. Investment imekaa vipi kwako, kwa sababu wasanii wengi huwa wanaishia kuwa wasanii na wanaishia kuwa maskini? Investment na invest mahali najua kabisa hii investment ya sasa hivi nafanya itanirudishia hata kama baada ya mwaka. That is what I do. Sijui umenielewa? I'm going to spend 200,000. Target yangu ni hii. Na ni hivyo kama biashara zingine tu. Nimetoa bonge la toto last year November, ili nirudishia December na benefits. Yes. Mwaka huu sijatoa ngoma. Sijatoa ngoma. Lakini bado I can still wait to benefit from these collaborations. Yes. Hiyo ni investment inatakana. Usitoe kutoa alafu baadaye mtu anapotea, manager yake kamwacha. Kuna vijana wengi tuliona wameshikwa humu, wengine wametoa tu mizi. Bro, oye. Noma. Usanii sasa hivi unalipa kweli?
Mbali na shows usanii unalipa kwa sababu kuna YouTube hata zaidi ndio kuangalia dola kadhaa ziko hapo. TikTok pale kuna dola kadhaa. Umeona Facebook kuna dola kadhaa. Umenielewa? Sasa hapa ni hizo tu ndio at least ukiwa vizuri. Unadokoa mzee dola 300 kwa mwezi. Sio ndogo hizo. TikTok na Facebook inalipa vipi? Zinalipa Facebook inalipa Facebook inalipa nani? Inalipa upande wa video views, inalipa upande wa comments, inalipa upande wa messages. Facebook inakuletea statistics, videos, post ambao ni picture tu, inakuletea percentage yake, comments mpaka messages pia. Hiyo ni Facebook. TikTok hailipi per views. Ingekuwa inalipa per views, basi mimi ningenunua nyumba kama 3 Nyali ama 4 sasa hivi. No. TikTok sasa hivi tujuzi tu a month ago ama 2 months ago ndio wameleta kwamba the more unaingia live per week wanakuwekea cent kadhaa pale in dollars. Not even $1 in cents. So it depends na hiyo wiki utaingia live mara ngapi na engagement ya watu wako itakuwa kiasi gani. Ndio wanakupatia kitu. Tena mimi sijaipata hata $1, niziunganishwe tu kwa wiki nipate $2. That is nonsense. Hainisaidii. TikTok wale watu wanakupa gift, wame recharge, wameweka pesa, wanakutumia gift. Ndio pesa zako ba. Kwa hivyo the more you nanina associate na your fans, the more you earning from them, not from TikTok, but through TikTok. Sijui umenielewa?